Habari zenu, natuma salamu kwenu watazamaji Ombe Podcast na kila mmoja mwenye ananiangalia. Ninawasalimia sana na uchungu mwingi rohoni sababu ya yale mambo ambayo yamekuwa yakitendeka kwa familia zetu, yale mambo yametendeka kwa shule zetu, yale mambo yametendeka kwa kanisa zetu. Kila mara unasikia mtoto amepotea, kila mara unasikia mtoto wa fulani hayuko, kila mara unasikia mtoto amepatikana ameuliwa, kila mara unasikia yani mtoto amepotea, mtoto alienda shule hajarudi, kumefanyika hivi na hivi, mtoto wa 14 years hayuko, wa class 6 hayuko, yani mtoto mdogo hayuko. Lazima sisi wote tukasirike na tuangalie haya mambo, sababu tusipoyaona, tusipoyaangalia, yanakuja hadi penye tunaishi, yanakuja hadi kwenye nyumba zetu, yanakuja hadi kwenye kanisa zetu. Unasikia mtoto wa jirani hayuko, na usipoyaangalia inaweza kuja ikakukuta, lakini hatuombi hayo. Lakini leo tunakuja na uchungu mwingi katika Ombe Podcast na kusema tuna create awareness. Mzazi, jua ya kwamba haya mambo yanaendelea, jua ya kwamba watoto wanapotea. Mwalimu wa shule, ingie kwa akili yako na masikio yako ya kwamba watoto wanapotea. Jirani, ona mtoto wa mwenzako kama mtoto wako. We are creating awareness ya kwamba jirani, mtoto wa wenyewe muone kama mtoto wako na umlinde kama mtoto wako. Kwa hivyo leo, mahali popote ulipo, mzazi, neighbors, watu wa gari, conductors, kila mmoja, it's awareness ya kwamba watoto wanapotea. Hii kitu tusiipite ni kama atuioni. Tuione kwa macho yetu yote, kwa akili zetu zote, kwa mioyo yetu yote, tujue ya kwamba watoto wanapotea na tujue wanaenda wapi. Tujue nini tunaweza fanya ndio watoto wetu wakuwe salama, sababu lazima watoto watatumwa dukani, lazima watoto wataenda shule, lazima watoto wataenda kanisa, lazima mtoto watatoka kucheza na watoto wale wengine, na haujui nini itakachotendeka wakati ule mtoto ametoka. Kwa hivyo after kujua ama baada ya kufahamu vizuri ya kwamba watoto wanapotea, ni wakati muhimu sana wa kujua nini tunaweza kufanya ndio watoto wetu wakae salama. Hata kama hujakuwa mzazi, miaka inakuja na utakuwa mzazi, utakuwa na mtoto. Kwa hivyo ni jukumu ya kila mmoja, uwe na mtoto usiwe na mtoto, ni jukumu ya kila mmoja tulinde watoto wetu. Na kitu cha kwanza, tufunze watoto wetu kujua majina yao binafsi. Kama mtoto anaitwa jina yenye anaitwa, ajue jina langu ni hivi na hivi wa hivi, ndio mtoto ajijue. Kitu cha pili, jua mtoto ako wapi. Kama umemtuma, jua umemtuma wapi, jua ako na nani. Kama ameenda shule, jua walimu wa hiyo shule. Kama umemtuma kwa jirani, jua jirani anaitwa nani na ako wapi, na kama ako ama hayuko. Kama mtoto umemtuma aende shule, unaweza msindikiza muende na yeye, ama jua ile njia yenye mtoto wako hupitia kila siku, the daily route of your child. Ujue ni njia gani huyo mtoto anapitia akienda shule, akienda kanisa, uijue vizuri. Na uhakikishe mtoto amerudi nyumbani kwa masaa yenye umemwekea. Usimwache mtoto aende siku yote mzima, na wewe ni mzazi ama wewe ni uncle ama auntie ya yule mtoto. Usimwache aende siku mzima, mpe masaa. Umwambie mahali nimekutuma ni dakika 10, ukipitisha hapo mimi na wewe. Kwa hivyo unamwekea masaa. Sisi kama wazazi tuwajibike kabisa. Upate mtoto ukimtuma wanawa, place ya wanawa imekuwa ni wanawa. Umekaa kila saa unataka kujua mtoto wako wako wapi, sababu tusipoyaangalia, tusipoyaweka maanani, atatukuta na tutakuwa tunalia, sababu mtoto ni zawadi nzuri sana kutoka kwa Mungu, na haujui future yule mtoto ni kubwa sana. Pengine ndio president ama rais wa kesho, na huyo mtoto umemwachilia amepotea. Tumepoteza kiongozi wa maana wa kututetea kama jamii na kama the nation. Kitu cha 4, mtoto wako, kuwa rafiki ya mtoto wako. Mara mingi tunaongelesha mtoto kwa ukali mpaka hawezi fahamu kama huyu ni mzazi wangu, hawezi fahamu nitamweleza nani. Kwa hivyo usipokuwa rafiki ya mtoto wako, atakuficha mambo. Usipokuwa rafiki ya mtoto wako, atakutana na mtu mwenye anataka kumnyanyasa kimwili na hata kuambia wewe dad ama mom, sababu haujakuwa rafiki ya mtoto. Kila siku umekuwa ukimkazia macho, kwa hivyo anakuogopa. Akiona mtu anamshikashika hata kuja kukuambia sababu anakuogopa. Hii ni wakati muhimu sana watoto wetu tuwafanye marafiki zetu. Ndiyo,
Akiona mtu mwenye amemchezea, akuja akwambie, mam, niliona hivi na nikaona hivi, unaona nifanyaje? Kama rafiki. Kitu cha 5 chenye tunafaa kufunza watoto zaidi ni wakiona a stranger ama adui ama mtu awafahamu vizuri na jicho yenye anamwangalia nayo, ama pengine zile mambo anamfanyia, ama pengine amemwambia shika hii switi, ama ingia kwa gari yangu, ama fanya hivi na hivi, ama pengine amemkimbiza, tufunze watoto wetu kuscream na kukimbia, sababu ni nyakati ambazo zimekuwa noma sana. Mtoto awe wa kijana, mtoto awe wa msichana, tutunze watoto wetu, kwa maana wasichana wetu wananyanyaswa na viongozi wakanyamaza, na nchi ikanyamaza, kanisa ikanyamaza. Nani ataongelelea wasichana wa shule? Ama nani ataongelelea girl child? Nani ataongelelea boy child? Tukinyamaza sisi wote tunaadhirika sisi wote. Na ile jambo ambalo ni mzuri ya kusema na umeinyamazia, hapo ndio mwisho wako. Kwa hivyo yale mambo ya maana tufuatane nayo. Mara mingi binadamu tunafuata na yale mambo yasiyo na maana, na tukawacha yale ya maana, na hapo ndipo ambapo unapata binadamu wanateseka. Tunaongelelea kuhusu watoto na usalama wetu. Kwa hivyo hakikisha unajua mtoto wako ako wapi, na tutafutie watoto zile mambo ambazo ama basic needs. Mtoto anaezana mtu anampea chakula huko simply because nyumbani ananyimwa chakula, anaamua aende na huyu, na huko anaenda yenyeswa kimwili, pengine anauliwa, pengine anapotea na haujui, sababu mtoto amepoteza ama hana the basic needs zenye anahitaji. Kwa hivyo mzazi, kuwa rafiki ya mtoto wako, muangalie mtoto wako, jua nini inafanyika na mtoto wako. Pamoja tulinde watoto, na sio wale wadogo tu, hata wale wakubwa, hata wale wamefika miaka 20 plus, miaka 30 plus. Mtoto ni mtoto mzazi. Kwa hivyo tubarikiwe sana. Mungu Mwenyezi aendelee kulinda watoto wetu, na kila mmoja atuweke salama na atusaidie. Amina.